Bwana asifiwe, ndugu mpendwa mtazamaji na mtumishi wa Mungu. Pole kwa majukumu uliyokuwa nayo, lakini pia pole kwa ibada. Mchana wa leo na siku ya leo ya Jumapili ya tarehe 13, nahitaji tu kufafanua baadhi ya vitu vichache ambavyo ni vya muhimu na vitakusaidia sana. Kwanza kabla ya yote, majina yangu ni mtumishi wa Mungu Elia. Nadhani utaweza kujifunza kupitia haya machache ambayo nitakufundisha na ambayo nitakuelezea. Ninataka kufafanua kwa habari ya zana moja kwa habari ya kijana na mahusiano. Nataka kugusia maeneo machache tu ambapo ninaomba usikivu wako na ninaomba unisikilize vizuri. Nitazungumzia kwa habari ya kijana na mahusiano. Vijana wengi sana tumekuwa tukitamani kupata vitu vilivyo bora na ambavyo ni vizuri. Tunatamani kuona handsome boy and tunatamani kuona beautiful girl, lakini hatutamani kupata watu ambao ni wachaji wa Mungu, wenye hofu ya Mungu, bali tunatamani tu kuona ni kijana mtanashati, kafunga suti yake vizuri, anapendeza, uso wake unavutia, muonekano wake ni mrefu, mwembamba, ni mnene kidogo, na tunatamani kuona pia mabinti wazuri ambao wanavutia, lakini tunashindwa kujua ya kwamba tunahitaji watu ambao kwenye maisha yetu, nje ya uzuri, ulembo, beautiful girl, handsome, lakini pia wewe ni watu wenye hofu ya Mungu. Hivyo basi nipende tu kukwambia rafiki yangu na kijana mwenzangu ya kwamba iko sababu kubwa sana wakati ambapo unahitaji mke, unahitaji mwanamume, unahitaji mume au unahitaji mke, lazima uelewe ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Wewe sio mtu ambaye tu unatamani mwanamke ambaye ukipita naye pahala usifiwe na watu, lakini wewe ukiwa naye nyumbani unalia kila wakati, kwa sababu ni mtu ambaye haeleweki, tabia zake hazieleweki, umevutiwa tu ule na ile appearance yake ya nje. Hivyo ninataka tu nikwambia kwamba kitu ambacho ni bora kwako lazima umshirikishe Mungu, na lazima uhitaji Mungu akusaidie. Lazima umshirikishe Mungu step by step. Kabla hujafanya chochote, tamani Mungu akusaidie. My friends, tunaendelea na tutajifunza mengi zaidi. Ubarikiwe na Bwana.